Kwa sasa hali ilivyo Mashariki ya Kati ni kwamba Iran inaendelea kutekeleza ahadi yake iliyotolewa mara nyingi na kwa wakati tofauti na viongozi mbalimbali wa nchi hiyo, wakionya Marekani na Israel kutothubutu kufanya jaribio lolote la kuishambulia nchi hiyo. Siku chache zilizopita, Marekani kwa kushirikiana na Israel zimefanya mashambulizi ya kuvizia na kumuua kiongozi mkuu wa Iran marehemu Ayatollah Al-Khamenei kwa malengo mahususi. Kwanza, wakiamini tukio hilo litasababisha wananchi wa Iran kuingia barabarani na kuiangusha serikali. Lakini pia hatua hiyo itakuwa ndio mwanzo wa kudhibiti programu ya nyuklia na makombora ya Iran. Lakini matokeo yamekuwa tofauti na matarajio yao. Vita vinaendelea na Iran imefanikiwa kuvishambulia vitega uchumi vya Marekani katika nchi 9 za Mashariki ya Kati. Lakini pia makombora ya Iran yameipiga hata Cyprus ambayo ipo bara la Ulaya. Kwa hiyo makombora ya Iran yamefanikiwa kupenya katika bara hilo, na taarifa zinasema makombora hayo yameangukia ufukweni pembezoni mwa kisiwa hicho cha Cyprus. Katika hali ya kawaida, hilo ni onyo kwa serikali ya Uingereza kwamba iache mpango wake wa kujiingiza katika vita isiyowahusu, na inaonekana kwamba endapo serikali hiyo itaendelea na tabia hiyo, Iran huenda itachukua hatua zaidi kupiga vitega uchumi vya Uingereza na kambi ya kijeshi iliyopo katika kisiwa hicho. Tukirejea Mashariki ya Kati, Iran imepiga vitega uchumi na kambi za kijeshi za Marekani vilivyopo Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, Syria na hatimaye wamepiga Israel. Tuanzie nchini Bahrain ambapo Marekani ina kambi ya kijeshi ambayo ni makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji la Marekani iitwayo Fifth Fleet katika mji mkuu wa nchi hiyo, Manama. Katika kambi hiyo kulikuwa na rada kubwa iliyokuwa ikitumiwa na jeshi la Marekani kwa mawasiliano ya kijeshi. Iran imeipiga kombora na kuisambaratisha rada hiyo kama hatua muhimu ya kuharibu mawasiliano ya adui. Baada ya hapo, Iran ikapiga moja ya hoteli kubwa iitwayo Grand Hotel iliyopo Manama, ikilenga kuwatafuta wanajeshi wa Marekani ambao Iran ilidhani kwamba wameondoka kambini na kuhamia hotelini wakikwepa kushambuliwa. Kwa hiyo Iran imetekeleza shambulio hilo kwa malengo mawili. Kwanza, kuharibu kitega uchumi, lakini pia ikiwalenga askari wa Marekani endapo watakuwa wametafuta makazi katika hoteli hiyo. Shambulio lingine lilofanywa na jeshi la mapinduzi la watu wa Irani ni kushambulia hoteli ya Khalifa iliyopo nchini UAE. Irani pia imezipiga kambi za kijeshi nchini Jordan na Syria, pamoja na kambi ya kijeshi ya Ezra nchini Israel. Nchini Iraki, kikundi cha wapiganaji wa Kiarabu kinachojulikana kama Saya Awaliya al-Dam, ambacho ni sehemu ya kundi kubwa kinachojiita ushirikiano wa upinzani wa Kiislamu nchini Iraki, kimetangaza kuchukua jukumu la mashambulizi ya droni dhidi ya vituo vya kijeshi na kiusalama vya Marekani katika mji wa Erbil, ambapo kimeshambulia ubalozi na taasisi za kidiplomasia za Marekani katika mji huo. Nchini Kuwait, Iran imeshambulia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait International Airport pamoja na uwanja wa ndege wa Al Salem Air Base, uwanja wa ndege unaotumiwa na Marekani kwa shughuli za kijeshi. Huko nchini Qatar, Iran pia imeipiga kambi ya kijeshi ya Al Udeid inayotumiwa na majeshi ya Marekani kwa makombora. Na huko Saudi Arabia, Iran imeipiga kambi ya King Fahd Air Base kwa makombora mazito. Kambi hii iko katika jimbo la Maka. Moshi mnene umeonekana hewani kutokana na milipuko ya makombora. Nchi ya Oman, ambayo ndio iliyokuwa msuluhisho wa mgogoro wa Marekani Israel dhidi ya Iran, nayo imeshambuliwa. Hata hivyo, mashambulizi ya Iran katika nchi hiyo yamekuwa madogo baada ya jeshi la mapinduzi ya Iran kutumia drone kulenga eneo la bandari, na hatimaye ndege hizo zisizo na rubani zikailenga meli moja ya mafuta. Irani pia imeipiga frigate, meli ya kubeba ndege za kivita za Marekani USS Abraham Lincoln, ingawa mpaka sasa hakuna taarifa kamili juu ya madhara ya shambulio hilo katika meli hiyo. Nchini Israel, jeshi la mapinduzi ya Iran limerusha makombora mjini Tel Aviv na kusababisha uharibifu wa zaidi ya majengo 40 na vifo vya watu 10. Makombora mengine ya Iran yameelekezwa katika mji wa Beit Shemesh kaskazini mwa mji wa Jerusalem na kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya makazi na vifo vya watu 10. Nchini Saudi Arabia, kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco Ras Tanura Refinery kimeshambuliwa na drone ya Iran. Serikali ya nchi hiyo imelazimika kukifunga kwa ajili ya usalama.
Haya ni baadhi tu ya maeneo Mashariki ya Kati yaliyoshambuliwa na jeshi la Iran na picha mjongeo kupatikana. Vita bado vinaendelea na tutawataarifu kadiri habari zinapotufikia.